Kwa sababu wananchi wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili, nitasoma ujumbe huu kwa lugha ya Kiswahili, alafu nitaita marafiki zangu wengine waje kuzungumza nao. Ningependa kusema hivi: sisi ni wabunge ambao tuko hapa, tunaitwa wanasheria. Matamshi yetu pale nje ambayo tunayazungumza ni ya muhimu kwa sababu ni ujumbe tunapatia wananchi. Hivi juzi mlivyoona ujumbe uliotokea ni kuwa marafiki wa naibu wa rais walikuwa na matamshi ya uchafu, kumtusi Mheshimiwa Matiang'i, kumtusi Mheshimiwa Kibicho. Matamshi mengine hatuwezi kuyasema hapa, lakini jambo la kwanza tungependa kusema ni hili: hawa vijana ndugu zetu marafiki wa naibu wa rais kuleta jina la mzee Saitoti ambaye alifariki na jina la Mheshimiwa Nkaiseri ambao ni Wamasai ambao wanaheshimika Kenya na Afrika nzima, kuwa Matiang'i ajue ni nini kilichomtendekea Nkaiseri na Saitoti. Maana yake ni nini? Tungependa kujua sisi. Jambo la pili, siasa ya Kenya ambayo saa hii imeanza ni siasa ambayo watu wanataka kuturudisha mwaka 2007. Kwanza unaleta matamshi ya uchochezi, alafu unaleta matamshi ambayo ni ya kufanya wananchi waanze kufikiria kuwa Kenya iko vitani. Kenya haiko vitani. Sisi tungependa kukubaliana ama tusikubaliane juu ya BBI. Sisi tungependa kusema kuwa naibu wa rais ana jukumu na ni haki yake kutafuta kazi ya kuwa rais wa nchi ya Kenya. Hatuna shida na hiyo. Lakini matamshi yale ambayo yeye, kama vile dadangu Gladys Wanga amesema, mtu ambaye ajisema kila weekend aenda kanisa, lazima aanze kuangalia wale vijana na wale wanasiasa ambao wanatembea na yeye ni mambo gani wanayozungumza hapa nchini kwetu Kenya. Hatutaki nchi yetu tena turudi mahali tulipokuwa mwaka 2007. Kwanza unaanza siasa ya matusi, alafu unaleta siasa ya chuki, baada ya hapo unaanza siasa ya vita. Hatutaki kurudi hapo. Na mimi kama mwananchi ambaye anatoka eneo wakilishi kule Kisii na ni Mkisii, hao vijana walikuwa nasema ati sisi twala watu. Juzi walikuwa nasema Wajaluo ndio wanapenda kuvunja vitu. Kwa hivyo mnataka kuchukua wananchi wa Kenya, muanze kuwaweka muanze kutugawa, muanze kusema wale wako pale, wale wanafanya hivi. Sisi wananchi wa Kenya tuna jukumu la kuhakikisha tuwe na nchi ambayo haina vita, wananchi waongee pamoja, tukubaliane. Kama ni BBI itapita, ipite. Ikishindwa, ishindwe. Tuende kupiga kura tukijua kuna demokrasia, hakutakuwa na wizi wa kura, na sisi mtu yule ambaye atashinda ama kushindwa, tuhakikishe nchi yetu imebaki salama. So tungependa kuuliza naibu wa rais, tunakuheshimu, tafadhali na wewe utuheshimu. Tafadhali na wewe utuheshimu. Ukija kule Kisii na unasema sisi ni wachawi, utangojea uone ni Mkisii gani atakupa kura wewe. Mungu akubariki.